Yesu anakuja anamwambia, nipatie maji ninywe. Haleluya. Akasema nakupaje? Hivi swala tu la kusema kumpa mtu maji ya kunywa, kuna haja ya kusema wewe ni Msamaria au wewe ni nani? Eti kumpa mtu maji ya kunywa kama alikuwa ni maji kweli, kuna haja ya kusema wewe ni Mnyakyusa? Maana yake alikuwa sio maji ya kawaida. Haleluya. Akasema mimi ni Msamaria, unajua kabisa hatuchangamani na ninyi watu wa huko, maana yake mimi nina vitu vyangu nilivyokariri. Haleluya. Akasema ungalijua huyu anayekuomba hayo maji ungemuomba yeye, kwa sababu yeye ana maji yaliyo nini? Yaliyo hai, yaliyo hai, ambayo haya ukiyanywa yenyewe hautaona kiu. Yule jamaa akasema sasa ni hivyo. Yule mama akasema mbona hiyo ndo nilikuwa natafuta, naomba nianywe ya maji nisirudi tena huku. Ambia nenda kamlete mmeo. Ndiye anasema sina mama. Akasema wasema vyema, hata huyu uliye naye sio wa kwako. Akaanza kusema yeye mwenyewe, naona huu nabii, naona huu nini, naona huu nabii. Maana vile unasema yale unayoyafunua sijawahi ambiwa mahali popote. Tayari ufahamu wako ukageuka, akaacha yale aliyokuwa ameyabeba, akaamua kutembea na ufahamu wa Yesu, aende kuwaleta wengine kwamba jamani, twendeni, nimeona mtu wa ajabu, nimeona mtu ambaye ameniambia mambo yangu yote. Neno linapokuja kwako, shida sio kusikia kama hivi tu tunavyofundishana kila siku, ni pale utakapokuwa na utayari wa kusema Yesu, nipe hayo maji ninywe. Haleluya. Maana yake ufahamu wake uligeuzwa. Ulipogeuzwa akamwona Yesu, lile neno akalipokea, lilipoenda ndani likabadilisha. Haleluya. Na ndio maana nimesema siku kikutana na Yesu ndio mwanzo wa mabadiliko. Haleluya. Lakini kwa sababu watu wengi tunakuja kanisani, tunataja Yesu, lakini hatujakubali kufungua mioyo yetu. Na ndio maana tukiwa nje ya kanisa hakuna anayeweza kujua kama ni mtu ambaye umeokoka. Haleluya. Kwa sababu yale maji ambayo Yesu alisema yatabubujikia uzima wa milele hayako ndani yako. Si kama naeleweka watu wa Mungu? Hayako ndani yako. Maana yake zile tabia za dunia zinaonekana kwako kama kawaida. It means kwamba kama wakitafuta wachoyo wanakuta na wewe umo, wakitafuta wambea na wewe upo pale, wakitafuta watu wa aina mbalimbali wasio kwenye mwenendo safi wanakukuta na wewe kwenye ile kundi umo. Haleluya. Manake relation yako na Mungu haiko sawa. Kwa manake Mungu hawezi kujifunua kwako. So manake mahusiano yako yanakufanya utembee na Mungu, uso wake uende pamoja na uso wake. Mungu unapoenda pamoja na, kuna namna Mungu anajifunua kwako. Na ndio maana Mungu hajifunui kwa kundi. Sikiliza, Mungu hajifunui hapa, tupo watu karibu 10, lakini Mungu hajifunui kwetu sisi wote hapa. Mungu anajifunua kwa mmoja mmoja kwa kadiri anavyoelewa. Haleluya. Mungu anajifunua kwako my friend. Na ndio maana nenda kaulize, ni nani aliyekuwa na uwezo wa kushusha moto mwingine nje ya Elia? Ni nani? Kuna kiwango Elia alifikia kwa sababu ya mahusiano yake na Mungu. Anasema anaamka tu pale, sio kwamba alikuwa kwenye mfungo, no, anasema kwa neno langu mvua itanyesha. Miaka 3.5. Yaani hiyo ni jeuri. Kwa neno langu mimi. Msio kasema sio Bwana asema, mimi mwenyewe kwa neno langu. Paka niamue mimi. Manake kiwango chake cha mahusiano yake na Mungu kipo. Inafika mahali wanakuja watu 50, sijui majeshi yametumwa,
Hana haja kusema Baba naomba nitakase ninapoenda kutamka hii nani. Anasema wamekuja hapo moto na ushuke warambe wote. Si ndio? Ni kiwango cha nini? Cha vile ambavyo yeye binafsi yuko na Mungu. Na ndio maana kitendo cha kumtafuta Mungu, hatuji Bethania kama kundi wewe ndio unayetakiwa kuelewa kwamba maisha yangu ya kumtafuta Mungu ni ya kwangu binafsi. Haleluya. Ndio maana hiyo isikutie shida hati nani haonekani, nani hajaja, nani hayupo. Hiyo isikutie shida hata kama ukiwa mwenyewe. Yaani hata kama ukiwa mwenyewe. Haleluya. Kuna mahali tulikuwa tumeenda kufunguaga huduma muda fulani hivi. Sasa siku moja ukianza huduma kulikuwa kuna changamoto. Maana unaweza kaja ukategemea watu watakuja na shango uko mwenyewe. Haleluya. Si ndio? Na shango uko mwenyewe. Maana inabidi kile chochote ambacho. Sasa siku moja mekaa pale mapambio na lini muda wa kuhubiri, maana kuna sababu naanza kuhubiri. Sasa siku hiyo nikaamua kuhubiri. Yaani nainua pale mle ndani mpaka nasema pigia Yesu makofi, shangilia kwa makofi mengi na vigelegele. Lakini watu wakikatisha kule wakiangalia, huyu mchungaji atakuwa amechanganyikwa nini humu ndani? Mbona hamna hata mtu ndani anasema kwamba pigia Yesu makofi, shangilia, sema amina. Nikiwa naamini hapa nikiongea hapa sina maiki, kuna jirani tu hapo nje atasikia tu. Haleluya. Si kama naeleweka? Jirani atasikia tu. Itimisi kwamba maisha yako wewe peke yako, maisha yako ni ya kwako. Na Mungu unapomtafuta, maana yake amua wewe kwa dhati mahusiano yako na Mungu yasiharibiwe na mtu yeyote, haijalishi ana nafasi gani.